News zinakukaribisha tena katika leo tunaita kipindi cha Evening Brief, ambapo tunakujuza mambo mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo yametendeka juzi, jana, leo. Najua kwamba asubuhi hatungeweza kuletea kipindi hiki, lakini kwa sasa ningependa tukuletee kipindi hicho in the next few minutes. Siku ya leo watu wameshangaa tumeenda wapi. Sasa hivi tuko maeneo yanaitwa Kawangware 46. Wale watu ambao ni wasikilizaji na watazamaji wa Agr ambao wanakaa pale Kawangware, akina Jared Mugambi pale Kinyanjui juu, kule wapi panaitwa wapi Waithaka. Name Heroes Heshima. So mmekaribishwa sana and I'm so grateful and thankful kwa kututembelea hapa. So and those people who actually come from Shago, Kisii, maeneo mbalimbali ya Kenya hii, mkifika Nairobi, mkikosa bali pa kwenda, we will reserve a place for you to be hosted. That is Kawangware 46, a place called Heroes Heshima. We reserve lots of rooms over here to host you guys in case you're late somewhere. We always have a home and room for you to be hosted. Aya, asante sana. Na by the way, ukizungumzia kuhusiana na guest house na hosting and so on and so forth, nimefika pale Nairobi, tumetoka kule Kisii, kule kuna manyunyu kidogo, hapa vumbi mpaka imebidi nivae socks mchana bwana nitembee kwa street. But anyway, tunajua kwamba maji ni shida, na leo ni World Water Day, celebrating World Water Day, wakati ambapo serikali za mataifa tofauti zinajizatiti kuhakikisha kwamba wakaaji na Wakenya na watu wa matabaka tofauti wanapata maji ya kunywa. Sijui utazungumziaje swala hili? Maji. Kwa sababu najua pale guest house inahitaji maji ya kuoga, inahitaji maji. Sasa sijui kuna maji pale na mmeyapata vipi, kwa sababu naona hakujanyesha. Huku hivi tuko so privileged tuko na boreholes here kwa wingi. So we have boreholes. That's the main inatusaidianga kunini maji customers here and there, just in case we run out of water. Of course we have city water also that acts as a supplement to that. So just in case we run out of the city water, we have an alternative, which is the boreholes. So tunatumia borehole, kuna machines pale ya kupambu hiyo maji. So and we have lots of tanks upstairs, as you've seen. And that's why we keep our water. And it helps the customers to be served fully. Asante sana Videl. Kwenu kuna maji, kuna mito? Serikali ya kaunti ya kule imefanya vipi kuhakikisha kwamba maji, watu wakazi wa pale wanapata maji? Kwa sababu mimi by the way uchota maji mtoni. Naenda pale napata watu tunapigania maji. Ni aliye na nguvu mpishe. Kwa hivyo sijui kivyako kule kwenu unakotoka, maji iko vipi? Pale nyumbani tuko privilege kwa sababu sisi wenyewe kama familia tuna mto wetu. Sasa watu ambao wanateka maji pale, mto umetengezwa na mzee pale nyumbani, huwa wako na duties. Kama tunasema kwamba kuna village nakuja huo mto kuteka maji. Kuna village 4. Hii village ikifika next week ndio watatengeneza mto. Hii nyingine ndio watatengeneza mto. Kama hawatawajibika, itabidi wakose maji. Lakini nazungumza hivyo kwa sababu kumekuwa na kiangazi kwa wiki 2-3 na hivi na kuna wakati wasema kwamba mito haifai kupandwa pale karibu na miti na mito Amina. So wakaenda pale wengine wakakata miti, sisi wenyewe tukakata miti ambayo ilikuwa karibu na mto. Hivyo kwa sasa siyesema kwamba kuna maji ambayo yamepungua, ama maji yako tu vile. Kwa sababu mahali mto umejengwa ni mahali ambapo hakuna kiangazi, hata ikija haiwezi affect yale maji. Vizuri sana. Na mwaka huu serikali na serikali za kimataifa zinataka watu ama serikali ziweze kuwekeza zaidi katika yale maji ambayo yanachimbwa pale. Mwenzetu pale alisema wako na boreholes, wako na visima na mambo tofauti. Nadhani hivyo ndivyo serikali inafaa kufanya, ili ihakikishe kwamba kila mkazi anapata maji. Na nazungumza hili kwa sababu kuna county 23 pale North Eastern Kenya, ambapo
wamekuwa wakipigwa na njaa sana, ukosefu wa maji, ukosefu wa vyakula. Kwa hivyo ni jambo muhimu, ni jambo ama ni swala muhimu serikali kuhakikisha kwamba wanachimba visima, wanachimba boreholes ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata maji safi na maji ya kunywa. Na tukiachana na swala hilo, sijui kabla sijakuuliza, acha niulize mgeni. Wanasema One Kenya Alliance imekufa. Ni maneno yake Martha Karua ambaye amezungumza siku ya leo na kituo kimoja cha runinga, akisema kwamba baada ya viongozi wawili watatu pale kujiondoa pale na kuweka saini mkataba na Azimio la Umoja, inamaanisha kwamba One Kenya Alliance imekufa, yani haipo. Sijui utazungumziaje swala hilo? One Kenya Alliance. Tuzungumziaje swala hili la Martha Karua kusema kwamba One Kenya Alliance imekufa, haipo yani? Before nijibu, sijui wala ambao waliungana na Azimio la Umoja, ilikuwa One Kenya Alliance ama ilikuwa Kalonzo na Gideon Moi? Kulingana na Martha Karua anasema kwamba wale viongozi vitatu walienda individually wakaweka mikataba, wakasaini mikataba. Kwa hivyo ni individual leaders ambao walienda na vyama vyao na wakatia saini mkataba wa ushirikiano kati ya vyama vyao na Azimio la Umoja. Sasa na ili ambalo Kalonzo Musyoka amekuwa akisitisha kwamba ni Azimio Oka. Hii Oka na umesema kila mtu alikuja na chama chake individual. Sasa hii Oka inatokea wapi yenyewe? Anasema kwamba I think kwa ule kulingana na yeye ule muungano bado upo. Lakini sheria inasema kwamba muungano hauwezi ukajiunga na muungano mwingine. Alafu chama hakiwezi kuwa member wa miungano miwili. Kwa hivyo hapa kuna kizungumkuti. Kalonzo anasema ni the grand coalition ya Azimio One Kenya Alliance. Lakini makao Mutua na watu wa Azimio wanasema ni Azimio la Umoja. Kwa hivyo kuna swala tata pale. Kalonzo akarudi akasema kwamba inamaanisha wanataka grand coalition inaitwa Azimio One Kenya Alliance. Baadhi ya wala watu ambao walikuwa wameungana katika muungano wa One Kenya Alliance ni Martha Karua ndio tu hajaingia Azimio kabisa. Sasa unajua uniuliza kwamba Azimio One Kenya Alliance ipo ama haipo. Mimi ningejibu kwamba ipo. Ni vile Martha Karua kwa sababu anaona hawezi akajiunga na ama akuingia ama akuunganishwa na Azimio la Umoja, ndio maana ameona kwamba imefunjika. Sasa tutangoja tusikie Kalonzo Musyoka atasemaje kuhusu One Kenya Alliance. Kabla sija kujibu sana, naona kwamba mgeni pale ana masuala fulani ambayo anataka kuzungumzia pale, yani anataka kwenda kushughulikia pale juu kidogo. Kwa hivyo ningemrelease kabla tuendelee na swala hilo la One Kenya Alliance. Naam. Na basi umesema One Kenya Alliance ipo. One Kenya Alliance ipo according to me Vidal. Basi napingana nawe kidogo ama sikubaliani nawe kidogo, kwa sababu One Kenya Alliance kivyangu haipo. Kwa sababu wale watu ambao wameenda kuungana na Azimio la Umoja ni Wiper, UDP na KANU, individual political parties. Meaning One Kenya Alliance is dead. It only exists on paper. Kwamba walisaini mkataba ya One Kenya Alliance. Na according to Martha Karua, wakati ambapo waliamua kujiondoa pale wakaenda individually kusaini ule mkataba, basi One Kenya Alliance is dead. But you know Mercy, wote walikuwa One Kenya Alliance hadi wakasign, wakasema kwamba tumesign, wameregister One Kenya Alliance, wote wakiwa pamoja. Walikuwa wanne, that's NAK, that is KANU, that is UDP and that is Wiper. So they were four. Wakasign wakasema kwamba kuna One Kenya Alliance. Hao wengine watatu wameenda wametafuta marafiki. Martha Karua naye pia anatafuta marafiki. Sasa unajua waliposaini mkataba walisema we are going to negotiate as One Kenya Alliance. We are not going to negotiate as Wiper. And that is what they did. No, they did not. Kalonzo Musyoka alienda akasema mimi nakumbuka 2017 2013 that is Kalonzo Musyoka and Wiper, it's not One Kenya Alliance. Okay, Gideon Moi na yeye tunajua siri zake na mambo yake, alikuwa support Azimio la Umoja. Kwa hivyo telling me they went like One Kenya Alliance, I think it's not correct kivyangu, kwa maoni yangu, kwa sababu alienda akikumbuka mikataba ya zamani. Karua hakuwa kwa huo mkataba, KANU haikuwa kwa huo mkataba na UDP haikuwa kwa huo mkataba. Kwa hivyo for me they've already betrayed that One Kenya Alliance
alliance thing. I think Moses Kuria was right but join. what do you wewe ulikuwa expect nini, kwa sababu One Kenya Alliance ingeenda wapi? Kwa sababu kuna time tulikuwa tunasema kwamba One Kenya Alliance haiendi mahali tu. No, you know the problem is they wanted, walitaka kushirikiana. Washirikiane kama ni negotiation, kama they were going to join Azimio, they go and say sisi kama One Kenya Alliance, if we come here, we want Kalonzo to be deputy, Karua to be minister, Fulani to be nini, but Karua can't be minister because she is vying for Kirinyaga gubernatorial seat. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna watu wengine ambao watapewa positions kama One Kenya Alliance, not as Wiper, as Kanu, as Ford Kenya and so on and so forth. Lisikia Baringo Senator asema kwamba yeye anaenda kufanya kazi kwa ya government, national government. Amemalizana na mambo ya kwa senator, sasa anaenda national government. I don't know kazi gani ama sasa nadhani that is why they ran to sign that mkataba wa kufanya ushirikiano na Azimio la Umoja. But at the end of the day, it's really true that One Kenya Alliance is dead. It only exists on paper. Senior, do we have One Kenya Alliance? Tukiangazia mwenye anazungumza haya maneno ni Martha Karua. Na Martha Karua anajua zaidi juu ya sheria. Tuseme Azimio ni coalition na Oka ilikuwa ni coalition. So kwa sheria anayezungumza ameelewa ya kwamba they are not allowed two coalitions to join. So kitu Martha anasema ni kwamba